Yes, habari. Sasa ukiwa wewe mwalimu mkuu umeingia sasa kwenye akaunti yako baada ya kujisajili, kuna vitu unatakiwa uvifanye. Hatua ya kwanza lazima uchague darasa. Kwa hiyo tunakwenda, kama unatumia simu utakwenda kwenye hizi dash tatu. Hata kama unatumia laptop utakwenda kwenye hii menu. Ukishafika kwenye hii menu kama unavyoiona hapo, hii menu, hatua ya kwanza unakwenda kuchagua darasa. Hapa class. Unabonyeza hapa kwenye class. Ukishabonyeza hapo, hilo klasi itafunguka kama unavyoona hapo, inafunguka. Ikishafunguka itakuja kama unavyoona hapo. Sasa tunachotakiwa kufanya, tunakwenda kuweka tiki hapa kwenye school selected class. Unaweka tiki hapa kama unavyoona hii hapa. Unaweka tiki kisha unabonyeza nini? Save hapa. Una save. Kisha unabonyeza save. Maana yake hapo tayari utakuwa umeshachagua darasa. Hiyo hatua ya kwanza. Hatua ya pili unarudi pale pale hapa. Unarudi hapa. Baada ya kuchagua darasa unakwenda hapa kulikoandikwa subject, hii hapa. Unabonyeza subject. Ukishabonyeza subject masomo yanatokea hapa. Sasa unafanyaje? Unashuka hapa palikoandikwa choose subject for school hapa. Unabonyeza hapo, unachagua darasa kama ile darasa la 7. Ukishachagua tayari masomo yanakuwa yamejitokeza hapo kama unavyoyaona. Haya masomo unayawekea tiki yote. Haya, unaweka tiki kisha una save. Hapo utakuwa umemaliza kupanga darasa kwa shule. Baada ya hapo unarudi tena nyuma pale pale kwenye ile menu yetu. Kama kwa simu unarudi tena hapa kwenye hii menu hii. Unaenda hapa school subject. Unabonyeza hapa school subject. Unaenda hapa palipoandikwa select class. Unapagusa, unachagua hili darasa. Ukishachagua darasa hapa kwenye back ya sign masomo yatafunguka haya. Unayawekea tiki yote. Ukishamaliza kuweka tiki hapa, una save hapa. Hiyo hatua itakuwa imeisha. Baada ya hapo tunakwenda hatua nyingine. Ukishamaliza hivyo unakwenda hatua ya kumsajili mwalimu hapa. Ya kumsajili mwalimu unabonyeza hapa. Ukishabonyeza unakwenda hapa pameandikwa add staff. Ukibonyeza hapa unajaza hizi taarifa za mwalimu, lakini unapojaza hapa kwenye nafasi unamweka mwalimu wa somo hapa. Usimweke mtaaluma, unamweka hapa mwalimu wa somo. Ukimaliza una save. Hapo utakuwa umeshamsajili mwalimu. Baada ya hapo sasa tunakwenda hapa tena. Tunaweka dashboard, turudi kwenye ile menu kuu ya mwanzo. Tunakwenda hapa pameandikwa subject assignment. Hapa subject assignment. Tunakwenda hapa. Baada hapo unamchagua yule mwalimu uliomsajili kwa ajili ya kuingiza alama. Mfano kama huyu unamchagua, lakini pia unakwenda hapo unachagua darasa. Ukishachagua darasa masomo yanafunguka kama unavyoyaona. Unayaweka tiki masomo haya yote kisha una save. Tayari yule mwalimu umeshampangia masomo. Kwa hiyo ulivyomsajili pale uliingiza password yake, akiingia kwenye akaunti yake atakutana na haya masomo. Namna gani ataweka alama nitaelekeza baadaye hapo. Baada ya kumaliza hili sasa unakwenda tena hapa. Hapo unakwenda hapa tunaweka kwenye hii menu unakwenda kusajili wanafunzi sasa. Wanafunzi unabonyeza hichi kitufe kilichoandikwa student. Kinafunguka kama unavyoona hapo. Baada ya hapo hapa sasa unachagua. Ukiamua utasajili mwanafunzi mmoja mmoja hapo kwa kubonyeza, unajaza taarifa zake. Hapa jina la mwanafunzi, namba mwanafunzi unaandika ile PS 19 ngapi ngapi 0 ngapi ngapi ile. Username unachukua majina yake matatu unayajaza hapa yote. Tena unarudia. Hapo unaandika password unaandika 1 mpaka 4 mpaka 5 mpaka 6 ni wewe utakavyoona. Sex unamwekea kila kitu, kimaliza una save. Utasajili hivyo kwa wanafunzi wako wote. Kama una wanafunzi wengi unakwenda kudownload template hii hapa. Kama unavyoiona hii, unaenda una-download hii template. Hii una download hii hapa. Download template. Ukisha download hii template kama unavyoona hapa, una-download, unajaza taarifa zote.
taarifa zote unazijaza. Tuone hapa baada ya kuidownload. Kwa ukishajaza unaandika majina yote matatu ya mwanafunzi. Kwenye username unayarudia majina. Kwenye namba unaandika ile PS 1901, unaendelea na zile namba zingine. Kwa hiyo ni ile PS 19 ndio unaiandika ile kwenye sehemu ya namba ya mwanafunzi. Kwenye mkondo usiuweke mkondo, acha wazi. Unaona, kwenye password utaweka 1 mpaka 7, lakini kwenye darasa utaandika darasa la 7. Kule mwanzo kwenye kodi ile ya shule utaiandika kama ilivyo. Baada ya kushamaliza kujaza hizo, unakwenda hapa kwenye import. Hapa unaipakia ile template yako ulioijaza. Hapo wanafunzi wote watakuja hapa chini kama unavyoona hawa, tayari umeshawasajili. Hapo utakuwa umekamilisha na utaona hapa. Ukikamilisha kusajili utaona hii dashboard. Mfano kama hii shule ina wanafunzi jumla 117, female 62 na male 55. Kwa utaona hapa wanafunzi wanatokea. Kwa hiyo hapo kwenye akaunti ya mkuu wa shule itakuwa tayari umeshamaliza kuifanyia kazi. Kilichobaki ni kuingia kwa akaunti ya mwalimu kwa ajili ya kuweka alama. Video inayofuata ni namna gani mwalimu anaweka alama. Asante.